Nilipata simu ya ajabu iliyoweza kutabiri siku zijazo, lakini sikuitumia kununua tiketi za bahati nasibu na kuwa tajiri haraka. Badala yake, nilitumia akiba yangu yote ya dola 2000 kukodisha nyumba chakavu, kwa sababu simu ilinionyesha kuwa baada ya siku 2 mwenye nyumba angegundua jiwe la jade ghafi ndani ya nyumba hiyo lenye thamani ya karibu dola milioni 70. Mara tu mwenye nyumba alipoondoka, nilianza kutafuta kila kona ya nyumba. Muda mfupi baadaye, nikapata lile jiwe. Haraka nikalipeleka kwenye duka la vito, lakini muuzaji aliponiona kwa sababu ya mavazi yangu, aliniangalia kana kwamba uwepo wangu unachafua hewa. Bila hata kusikiliza, akawaita walinzi wanitoe nje. Hata hivyo, tukio hilo lilionekana na kijana tajiri aliyekuwa dukani kununua vito. Alipendezwa na lile jiwe langu na akaja kuliangalia. Kwa mshangao wake, aligundua kuwa ndani yake kulikuwa na jade ya kifalme ya kijani kibichi yenye ubora wa juu sana, lakini alijifanya kama ni jiwe la kawaida tu na akatoa ofa ya dola milioni 1 kununua. Wakati huo huo, mimi nilijiandaa kuondoka. Ghafla meneja wa duka la vito akafika. Alipolichunguza kwa makini, akasema jade iliyokuwa ndani ilikuwa kubwa, safi sana na yenye mng'ao mzuri. Thamani yake ilikuwa angalau dola milioni 70. Kijana tajiri hakuwa na chaguo lingine isipokuwa kulinunua kwa bei hiyo. Kwa huzuni, alinieleza kuwa hivi karibuni alikuwa amedanganywa na kutimia dola milioni 100 kwenye mradi wa jengo lisilokamilika, na kwa kuwa siku ya kuzaliwa ya baba yake ilikuwa inakaribia, alitumaini kupata jade kwa bei ya chini. Wakati huo huo, simu yangu ikatoa utabiri mwingine wa baadaye. Ilinionyesha kuwa jengo lile lisilokamilika lingepewa hadhi ya eneo la biashara na thamani yake ingeongezeka mara 10. Bila kusita, nikatoa dola milioni 50 kulinunua. Kwa mshangao wangu, kijana tajiri alikubali mara moja. Alifikiri mimi ni mpumbavu aliyekuja kumuokoa kutoka kwa hasara yake. Lakini aliporudi nyumbani, alisikia baba yake akisema kuwa thamani ya jengo hilo ingeongezeka sana hivi karibuni. Ndipo akagundua kuwa mpumbavu halisi alikuwa yeye mwenyewe. Nilipokuwa nikifikiria jinsi nitakavyokuwa milionea mkubwa, ghafla simu ikatoa ujumbe mwingine: badilisha utajiri wako wote upate nguvu maalum. Bila kusita, nikabonyeza kubali. Sekunde iliyofuata, nikapata uwezo wa kucheza badminton kama bingwa wa Olympic. Nilijiuliza uwezo huo ungekuwa na faida gani, lakini kwa kuwa sikuwa na pesa tena, nililazimika kurudi kazini. Kwa bahati nzuri, mshirika mpya wa biashara wa kampuni yetu alikuwa mkurugenzi mtendaji mwanamke anayependa sana badminton. Nikajitolea kwenda kufanya mazungumzo ya mkataba. Nilipomkutana naye, nikasema kwa utulivu kwamba mtindo wake wa kucheza ulionekana kama wa mchezaji wa kawaida tu. Maneno yangu yakamkasirisha sana. Akasema kama nikishinda mchezo, angesaini mkataba mara moja, lakini nikishindwa, nilipaswa kuvua nguo na kutambaa uwanjani mara 3. Nikakubali bila kusita. CEO huyo alisema kwa jiamini kwamba angenishinda kirahisi, lakini muda si mrefu akagundua kuna kitu hakikuwa sawa. Nilisimama tu bila hata kusogea, lakini niliweza kurudisha kila mpira kwa urahisi. Hatimaye CEO akakubali kushindwa, lakini hakutekeleza maagumano. Badala yake, akawaita wachezaji 3 walipiwa. Akasema kama ningewashinda, angesaini mkataba na hata kunipa bonus ya dola milioni 1. Wachezaji hao wakaanza mashambulizi maligo, lakini bado nilisimama pale pale, nikirudisha mipira yote kwa urahisi, hata nikitazama video mfupi kwenye simu. Walipochoka kabisa, niliruka juu na kupiga smash kali. Kila mtu aliyekuwa pale alibaki ameshangaa. CEO alipoona hivyo, hakuwa na chaguo lingine isipokuwa kuagini. Muda mfupi baadaye, akasaini mkataba na kuahidi kunituma dola milioni 1. Kuhusu lile jengo nililonunua kwa dola milioni 50, mara tu lilipotangazwa kuwa eneo la biashara, thamani yake ingeongezeka mara 10. Ndani ya siku moja tu, niligeuka kuwa bilionea.